Okay. Mwanamke na mwanaume wakioana wanakuwa wamefunga pingu za maisha na kuwa mwili mmoja, kitu ambacho nimegundua ni kweli kabisa. Hasa ikitokea umeoa mwanamke aliyowahi kuolewa akaachika, ina maana umeoa mke na mume, yani umeoa watu wawili ambao ni mwili mmoja. Yani usijidanganye kwamba umeoa mwanamke wakati aishawahi kuolewa. Umeoa mke na mume, ndugu yangu. Alafu na kama mke wako ameolewa baraka mmeolewa wote, kwa sababu si ni mwili mmoja, mmeolewa wote. Yani ni shoti, kuna mshikaji kawaoa, labda kamuoa mke wako ndo amewaoa nyote wawili, kwa sababu nyewe ni mwili mmoja. Sasa jiulize, uloa mke ambaye aliwahi kuolewa akaachika, utaweza kweli kuoa mke na mume wake watu wawili waliungana kama mwili mmoja? Utawaweza? Sawa. Sasa msini jamani, mloa wanawake wawili utani tu, ni utani tu, sio kwamba nipo serious, utani japo kweli unauma. Okay. Mwanamke na mwanaume wakioana wanakuwa wamefunga pingu za maisha na kuwa mwili mmoja, kitu ambacho nimegundua ni kweli kabisa. Hasa ikitokea umeoa mwanamke aliyowahi kuolewa akaachika, ina maana umeoa mke na mume, yani umeoa watu wawili ambao ni mwili mmoja. Yani usijidanganye kwamba umeoa mwanamke wakati aishawahi kuolewa. Umeoa mke na mume, ndugu yangu. Alafu na kama mke wako ameolewa baraka mmeolewa wote, kwa sababu si ni mwili mmoja, mmeolewa wote. Yani ni shoti, kuna mshikaji kawaoa, labda kamuoa mke wako ndo amewaoa nyote wawili, kwa sababu nyewe ni mwili mmoja. Sasa jiulize, uloa mke ambaye aliwahi kuolewa akaachika, utaweza kweli kuoa mke na mume wake watu wawili waliungana kama mwili mmoja? Utawaweza? Sawa. Sasa msini jamani, mloa wanawake wawili utani tu, ni utani tu, sio kwamba nipo serious, utani japo kweli unauma.